nothing of this world can Kwa hiyo satisfy you. hakuna kitu cha dunia hii kinaweza kukuridhisha. Some of you think if you get a job, Kuna mwingine unafikiri labda ukipata tu kazi you have completed everything. umemaliza kila You kitu. will get a job Utapata with a kazi good salary, na mshahara and mzuri, yet you will find empty. lakini bado utaona kuna Some of you ukiwa. think if I get money, Kuna mtu anafikiri nikipata tu fedha I will be satisfied. basi You nitaridhika. will get it and never get satisfied. Utapata fedha na utaona bado hujatosheka. Someone said I just want a one car. Kuna mtu anasema nahitaji tu gari moja, When he bought a car, lakini aliponunua gari he needed another new model. alihitaji gari lingine, He needed another 2 cars. akahitaji magari mawili, He needed to have his own parking, a yard to put his akaanza cars. kuhitaji kuwa na sehemu yake ya kuhifadhi magari. Someone said if I get 500,000, Kuna mtu alisema nikipata 500,000 it's enough for me. inanitosha. When you got that, Ulipoipata you said I want 1 million. ukasema nataka milioni. Now you said if I get a man who can give me 1 million, Unasema nikipata mtu ananipa milioni moja, upate mubaba wako akupe milioni moja. nikipata baba atakayenipa milioni moja, You said if I get a man to give me just a million, nikipata mtu atakayenipa who can milioni, pay my bills, can pay the rent and buy for me clothes, lipa bill, I will be kodi, satisfied. umeme, Now, kila kitu someone nitaridhika. like you Lakini mtu had kama such huyo kind of thoughts. ukiwa na hayo mambo, Man. kuna mtu alikuwa na mawazo kama ya kwako, akampata huyo He mtu, paid everything for her, akalipa kila kitu kwa ajili yake, and yet she got to know that she's empty. lakini bado akagundua yeye ni mtu. Vanity upon vanity. Ubatili juu ya ubatili, It's vanity. ni ubatili, Because the fullness is in Christ kwa Jesus. sababu utoshelevu ni katika Kristo Yesu. Are you listening, people of God? Mnasikiliza watu wa Mungu? It is not bad to have a car. Sio vibaya kuwa na gari, It's not bad to have money. sio vibaya kuwa na But fedha, it is bad to depend on these things lakini vibaya kuvitegemea vitu that hivyo can give you the fullness kana of what you kwamba need. ndivyo ambavyo vinavyoweza No. kukupa utoshelevu They unachokihitaji. don't have the Hapana. fullness of what you need. Havina utoshelevu wa kile unachokihitaji. That's why you can have a good car. Ndio maana unaweza kuwa na gari nzuri, But if you fell sick, lakini ukiugua you can't just enter in a car and be huwezi healed. kuingia kwenye gari ukapona. You can have money, Unaweza kuwa na fedha, but if you are sick, lakini kama ni you mgonjwa can't just say by this money I'm healed. huwezi kusema kwa hizi fedha napona. You can use them, go to India and Unaweza whatever, kutumia kwenda India popote and die. na ukafa, Because the satisfaction is in kwa Christ. sababu utoshelevu uko katika Yesu, The fullness is in Him. ukamilifu uko Now, kwake. the joy, the pleasure is in Christ Kwa hiyo Jesus. furaha na raha ipo katika Yesu. The Lord is the one who satisfies us. Bwana Because ndiye He's anayetutosheleza. our Lord. Yesu ni Bwana He wetu, satisfies yeye us. ndiye anayetutosheleza. Things of this world can't satisfy us. Mambo ya ulimwengu They hayawezi can give you a kutosheleza. temporal joy. Yatakupa furaha ya muda They mfupi, can give you a temporal pleasure, yatakupa raha ya muda mfupi, but not permanent. lakini sio raha idumuyo. And the danger of it is Na that hatari yake ni kwamba once you are enjoying, unapokuwa you unafurahia are dying. unakufa, Once you are enjoying, unapokuwa you unafurahia are perishing. unaangamia. It's like eating honey which contains poison. Ni kama kula asali yenye sumu ndani yake. You taste the sweetness of the honey, Unaona utamu wa asali, but in that sweetness there is lakini poison. katika huo utamu kuna So you sumu. are enjoying this honey so sweet, Kwa hiyo unafurahia hii asali ni tamu, but you are dying. lakini unakufa. This is why people are dying. Ndivyo ambavyo watu wanakufa. You are enjoying sleeping around. Unafurahia kufanya You are zinaa, enjoying fornicating, unafurahia but uasherati, you are dying. lakini unakufa. You are dying. Unakufa. You are enjoying smoking marijuana, Unafurahia cigarette, drinking kutumia alcohol, madawa ya kulevya, bangi au ulevi wa pombe, but you are dying. lakini unakufa. You see, I saw a man in a video. Unaona, niliona mtu There in katika video Arusha. kule Arusha. He did, you know, this man raped his own kids. Huyu jamaa aliwabaka watoto wake He watoto wake defied wa kuwazaa. Aliwaharibu watoto wake. He defied them. Aliwanajisi They asked watoto him, wake. "Are you the one who have did this to them?" Wakamuuliza, ni wewe umefanya He hivi? said, "Yes." Akasema ndiyo. Why? Kwa nini? I was drunk. Akasema nilikuwa nimelewa. See what drunkenness has did to this man. Angalia kile ambacho pombe imefanya kwa huyu mtu. That your child will grow Kwa hiyo mtoto wako atakuwa and people will tell her na watu watamwambia binti that yako it is your father baba yako who is virgin to you. ndiye ambaye alikubikiri. Your daughter will grow Binti yako atakuwa and people will tell her, na watu because watamwambia, you will not shut their mouth. kwa sababu watafunga midomo Will yao, tell her you are not a virgin because your watamwambia father wewe sio slept with bikira you. kwa sababu baba yako alikubaka. raped you. Baba yako alikubaka. Think of how that child will feel Sikiliza, of huyo herself. mtoto atakuwa anajisikiaje? And you just say it because I Na was drunk. baba yake anasema ni kwa sababu nililewa. You beat your wife, Ulimpiga you mke fight wako, with your wife, ulipigana na mke wako, you beat your children unapiga watoto wako just because of marijuana. kwa sababu ya bangi. You are sick, you are dealing with UTI sugu, Unapambana na UTI sugu, chronic UTI, UTI with ngumu, every STDs, sexual transmitted kwa disease. sababu ya Just unapambana because of sleeping magonjwa around. ya zinaa kwa sababu ya uzinzi. You say it was just one day. Unasema ilikuwa siku moja. Of course, even for Adam to go out of Eden, it was Ndio. not for 2 days. It Hata- was just one day, hata- few minutes. Hata Adamu akufuzwa bustanini kwa siku nyingi, ilikuwa ni siku moja tu akaondolewa. You have lost the big thing. Umepoteza kitu kikubwa. Why? Kwa nini? You are looking for joy. Kwa sababu unatafuta furaha.
You're looking for joy. Unatafuta But it furaha. is temporal. Lakini unatafuta furaha ya muda mfupi. The Bible says we will sit in his joy. Tutakaa katika raha yake. We need joy. Joy is a spiritual thing. Tunahitaji furaha, tunahitaji raha, ni jambo la kiroho. It's not carnal, it's Sio spiritual. jambo la kimwili, ni la kiroho. Do you know even those who are fornicating? Unajua hata wale wanaofanya uasherati You fornicate because you're looking for wanafanya pleasure. uasherati kwa sababu kuna raha fulani wanaitafuta. You are looking for pleasure. Wanatafuta raha But fulani, you will never get satisfied. lakini Because hautatoshelezwa this flesh never, kwa sababu huu mwili it never hauridhiki. understands satisfaction. Huu mwili hauwezi kufikia kuridhika. You can eat food in the morning Unaweza kula chakula and asubuhi say, now I'm full. na ukasema sasa nimeshiba, When in the noon, lakini ikifika you mchana want to eat again. unataka kula tena, At night, usiku you want to eat again. unataka kula tena. This body Huu never gets satisfied. mwili hauwezi kutosheka. It responds to the satisfaction of the Huu spirit. mwili unakubali tu utoshelevu wa Only the roho. spirit can deal with this flesh. Ni roho tu ndio inaweza That's why kukabili Paul mwili huu. says we must mortify the flesh works by the spirit. Ndio maana Paulo anasema tunapaswa kuusulubisha mwili huu na To vitu vya mwili kill kwa the roho. flesh works by the Tuue spirit. mwili kwa matendo ya roho. Are you listening, people of God? Unasikia mtu wa Mungu? Why people are drinking Kwani watu wanakunywa, wanalewa? alcohol? Kwani watu wanakunywa They're pombe? looking for joy. Wanatafuta furaha, Pleasure. wanatafuta They raha, want to enjoy. wanataka kufurahi. But ever since they started drinking, Lakini kadri walipoanza kunywa, now they have problems in their sasa hivi kidneys. wana matatizo ya figo, They have stomach ulcers. wana vidonda vya tumbo. Now they can't control themselves. Sasa hivi hawezi They kujizuia, can't stop themselves from hawezi drinking. kujizuia kulewa. Some of them, they just started to drink a little Wengine walianza kunywa kidogo just to enjoy, ili kufurahi, to get joy. ili kupata But furaha, they never got lakini satisfied. hawakuweza kutosheka. Hey, are we together? Tuko Are you pamoja? listening? Unasikiliza? Why people are doing things which are evil? Kwa nini watu wanafanya vitu ambavyo ni viovu? They want to enjoy. Wanataka kufurahi, They are looking for joy, wanatafuta furaha, but they don't find joy. lakini hawapati hiyo furaha. They actually, some of them, they say, now I have got joy. Wengine, baadhi yao wanasema sasa nimepata furaha, But it is temporal. lakini ni furaha ya muda mfupi. After some times, Baada ya you muda get, no, it's not joy. wanagundua sio furaha. You started with one woman Ulianza na mwanamke mmoja and you said, now I'm na satisfied. sasa ukasema nimeridhika. This one can satisfy me. Huyu sasa anaweza kuniridhisha. This one, Huyu sasa you even tell your friends, unawaambia hata marafiki zako, nimepata mwanamke wa I've Kizaramo. got Zaramo woman. Sasa nimetulia. Now I've settled. After 3 months, Baada ya miezi mitatu you feel not satisfied. unahisi You add another sijatosheka, one. unaongeza You mwingine, add another one. unaongeza You add mwingine, another one. unaongeza Now you mwingine. become a womanizer. Sasa umekuwa mtu wa You have uasherati. slept with every woman. Unalala na kila The mwanamke, old woman, unalala na the younger wazee, one, unalala the na students. vijana, unalala na wanafunzi. Now you hear men are raping even chickens. Na sasa unasikia wanaume wanabaka kuku, They are looking for joy, wanatafuta furaha, pleasure. raha. They don't see Hawaoni whatever you used to do. chochote ulichokuwa unafanya, And even if you did it last night hata kama ulikifanya usiku wa and leo you are here, na uko hapa, you are looking for joy ulikuwa unatafuta and furaha you don't find joy. na ukipata hiyo furaha, You say, let me take a woman inside. unasema ngoja mwanamke ndani kama mke wangu, Now I will settle. na sasa nitatulia. After 2 weeks, Baada ya wiki mbili you start remembering another one. unaanza kumkumbuka mwanamke You mwingine, start remembering another one. unaanza kumkumbuka mwanamke Now mwingine. you go to the places to buy prostitutes. Sasa unaenda kununua mpaka makahaba, You sleep with them. unalala nao, You say, now I feel satisfied. unasema sasa ninahisi kuridhika. After 1 week, Baada ya wiki moja you feel to go again. unasikia kwenda tena, You slept with one man. unalala na mwanamke mwingine, With one man you said it's only unalala na this mwanaume man. mwingine, unasema huyu mwanaume ni basi wa mwisho, But you have slept with another one, another lakini one, unalala another tena na one. mwingine na mwingine. What are you looking for? Nini unachokitafuta? What are you looking for? Nini unachokitafuta? Satisfaction, Unatafuta kuridhika, joy. unatafuta furaha. God saw that thing Mungu ameona hicho kitu to the extent when Jesus katika came. kiwango ambacho Yesu The alipokuja. Bible speaks specifically. Biblia inazungumza He kwa moja kwa bore moja our griefs kwamba alichukua mateso and yetu, carry our sorrow. alichukua maumivu yetu, Grief and sorrow alichukua uchungu wetu. can kill someone. Unajua uchungu na maumivu yanaweza You kumuua hear mtu. people are hanging themselves. Unasikia watu wanajinyonga, They commit suicide wanajiua because of sorrow. kwa sababu ya They uchungu. were looking for joy. Walikuwa They wakitafuta have furaha, never found joy. hawakupata furaha. Why? Kwa nini? Because joy is Kwa only in sababu Jesus. furaha ipo kwa Yesu He's tu. the only one who can fill you with Yesu that tu joy. ndo anaweza kukuridhisha akakujaza furaha yake. Are you listening? Unasikiliza? Even if you are married, Hata kama umeoa, if your joy only depend on your marriage, kama furaha yako inategemea tu ndoa yako, you'll not be satisfied. hautaweza kuridhika, No, you'll not be satisfied. hautatoshelezwa, The satisfaction comes from God. kwa sababu utoshelevu unatoka kwa There Mungu. are people here on earth, Watu hapa they duniani are caught by the devil wanakamatwa na adui along the way of looking for pleasure. wakiwa katika harakati za kutafuta raha. Why are you going to club? Kwani unaenda club?
Why are you going to club? Kwa nini unaenda club? You're looking for joy. Una raha, You know, una it's furaha, when you're with friends, we are partying. Ukiwa na marafiki tunafanya But party, the truth tunacheza. is, you will never Lakini get ukweli ni satisfied. kwamba hautaweza kupata hiyo furaha, hautatoshelezwa. You will say, maybe let me get married. Utasema ngoja basi ni oe au You will niolewe. be married and still sleep around. Utaona kuolewa na bado utaendelea kuwa mzinzi. You will be a good adulterer. Utakuwa mzinzi mzuri tu. You will bring them even on your matrimonial bed. Kuzini hata kwenye kitanda chako cha Why? ndoa. Kwa You are nini? looking for Kwa satisfaction sababu unatafuta out of kuridhishwa Jesus. nje ya Kristo. Now, if you start the lives of people, Sasa ukiangalia the maisha ya Israelites, watu, the way they walked with Moses, walivyokuwa wakitembea na Musa, they cried and said, we want food. walikuwa wanasema tunataka chakula. God gave them manna. Mungu akawapa mana. They ate, Wakala, they were full, wakashiba, they forgot, wakasahau, they start murmuring wakaanza kulalamika and tena complaining. na kulalamika They tena. said, we want meat. Wakasema tunataka nyama. How can you eat manna? Tunawezaje kula We want meat. mikate tu ya mana, tunataka nyama God sasa. gave them meat. Mungu akawapa nyama. They ate. Wakala, They ate. wakala, They got satisfied. wakaridhika, They started to insult God wakaanza kumtukana tena Mungu. because they were looking for the satisfaction of the flesh. Kwa sababu walikuwa wanaangalia ile kuridhishwa tu katika mwili. So someone is here. Kuna mtu yuko You are hapa. feeling to receive Jesus. Unasikia You kumpokea say, Yesu. now I want my life to change. Unasema sasa nataka maisha yangu yabadilike. And the voice of the enemy is whispering in your Alafu ear. sauti ya adui ya shetani inanong'oneza kwenye sikio How lako. can you leave your friend? Unawezaje kuacha marafiki zako? Your boyfriend. Unamwezaje kumwacha yule boyfriend wako? He gave you a phone. Amekupa He's simu, giving you money. anakupa He's pesa, paying rent for you. anakulipia kodi. You know, the devil is telling things of Shetani anaongea satisfaction vitu vya mwilini that you find pleasure, ambavyo vinakupa raha, you find peace, unapata amani, but not in Christ. lakini sio katika Kristo. As long as it is not in Christ, Ile tu kwamba sio ndani it ya is Yesu, temporal. ni swala la muda One mfupi. day Siku moja you will regret, utajuta, and the wages of it is death. na mshahara wake ni kifo, ni mauti. And to receive him, Kwa hiyo ni bora ukimbie ili and umpokee, everything will be filled in na you. kila kitu kitakuwa. He says, for in him dwells all the fullness of the Anasema maana Godhead. katika yeye unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya kimwili. He says, Utimilifu. and ye are complete in him, Anasema nanyi mmetimilika katika yeye which is the head of all aliye principality kichwa cha and power. enzi na mamlaka. You are not complete out of Jesus Wewe haukamiliki nje ya Kristo, until you are in him. ni mpaka uko So ndani ya what you are Yesu. supposed to seek after, Kwa hiyo nini unapaswa kukitafuta? the kingdom and his righteousness, Ufalme na and haki that yake, is Christ Jesus. na huo ni I Kristo want you Yesu. to forget everything. Nataka usahau kila kitu. Tell this God, Mwambie huyu Mungu, I want you. ninakutaka I wewe, need you. ninakuhitaji I wewe, need you, Jesus. ninakuhitaji wewe Because I Yesu, know once I have you, kwa sababu ninajua I nitakapokuwa na have wewe, everything. nikiwa na wewe nina kila kitu, Everything. nina kila kitu, Because all things that pertains to life are kwa in sababu Christ vitu Jesus. vyote vinakamilika katika Kristo. How do you receive the fullness of Je, unapokeaje Believe him. utoshelevu au utimilifu wa Kristo? Believe him. Kwanza mwamini, Just believe Jesus. mwamini Yesu, Believe Jesus. mwamini Yesu, Everything will be settled. kila kitu kitawekwa Once sawa. Jesus become your Lord, Yesu punde tu anapokuwa Bwana wako, that means he is owning you. inamaanisha anakumiliki wewe. You belong to Jesus. Wewe ni mali ya He Yesu. will not allow another thing to belong you, to own you. Hata ruhusu vitu vingine He will vikumiliki not wewe. allow the devil to own you. Hata ruhusu shetani Once akumiliki Jesus wewe. become your Lord, Yesu anapokuwa he will Bwana not wako, allow you to be enslaved. hata ruhusu wewe kuwa katika utumwa. Once Jesus become your Lord, Yesu anapokuwa Bwana he wako, will not allow you to be demonic possessed. hata ruhusu wewe umilikiwe na mapepo. Once Jesus become your Lord, Yesu anapokuwa Bwana he will wako, not allow you to suffer lack. hata ruhusu wewe ukose, Because he's your provider. kwa sababu yeye ndiye mtoaji, He is your Lord. yeye ndiye Bwana wako. He will not allow you to suffer with Hata diseases. ruhusu wewe uteseke na magonjwa, He will not allow you to suffer with the demonic hata ruhusu wewe oppressions. uteseke na mateso ya mapepo, Because he's your Lord. kwa sababu ni Bwana wako. Jesus. Kwamba ninamwaga damu ya When I Yesu sleep, nikiwa nalala, these are people who are not sure of kwa the lordship sababu of hao ni watu Jesus. ambao wana uhakika Because the na blood, Bwana wa it Yesu, simplifies the life, which is the mark of our ownership to kwa him. sababu damu ya Yesu ni juu ya uzima Once ambao you're owned ndio with Jesus, chapa tulionayo. you sleep like a baby. Unapokuwa na Yesu Kristo unalala kama mtoto. Unalala usingizi wa mang'amng'amu kwa sababu hujui hata anayekumiliki ni nani. You have a trouble sleep because you don't know who owns you. Kumpokea Yesu ni To kuupokea receive ubwana Jesus wa is to Yesu. receive the lordship of Christ. Jesus is our Lord and our Yesu ni Savior. Bwana wetu na Mwokozi wetu. That means he owns us. Inamaanisha anatumiliki. So whenever you feel like you are empty, Kwa hiyo wakati wote unapohisi kana kwamba wewe you turn to your Lord. unahisi umepungukiwa, unamgeukia Bwana wako. How many of you are married? Wangapi hapa mmeoa au kuolewa? You are married. Mmeoa au Women kuolewa? who are married. Wanawake mlioolewa nyosheni mikono. Very few. Wachache. You are married. When you want something, maybe you need money Ukiwa unataka or kitu kwa mume something wako, to cook. ukiwa unataka kitu, How many labda of you are asking your husband? ukiwa unataka kitu cha kupika, kula au fedha, wangapi mnamwomba mume wako?
Raise up your hands. I want to see your hands. Okay. How many of you are not asking your husband? You are asking somebody's husband. Wangapi huwa muombi mume wako, unaenda kumuomba mume wa mtu mwingine? Kwamba unamwenda kuomba mtu mwingine kwamba naomba hela. Maybe you are here but you not raise your hands. Kuna mkono kule. Why you not raise? Because it's not right. Kwa nini hauulizi? Kwa sababu sio sahihi. Your husband is your Lord. Kwa sababu mume wako ndo bwana wako. So everything you ask from your Lord. Kwa hiyo kila kitu unakiomba kutoka kwa bwana wako. If he tells wako. you I don't have it now, akikwambia sina sasa, you have to wait. Unapaswa kusubiri. Not ask to another someone's husband because kumuomba he is not your Lord. Mwanaume mwingine kwa sababu mwanaume huyo sio bwana wako. If Jesus is your Lord, hiyo inamaanisha kama Yesu ni bwana wako. Anytime you think something is missing, wakati wote unapohisi kuna kitu kimekosekana, your Lord, utamuuliza bwana wako ambaye ni Yesu. You will not go to another Lord. Hautaenda kwa bwana mwingine. And Paul says that we are proposed by Christ. You know, we are taken, Jesus has took us as his wives. Yesu ametuchukua sisi kama wakeze. He is our Lord. Yeye ni bwana wetu. So we are asking him. Kwa hiyo tunamuomba yeye. There's something is missing. Kuna kitu Yesu hakiko sawa. We need fruits in the house. Tunahitaji matunda. We need cooking oil. Tunahitaji mafuta. We need rice. Tunahitaji mchele. We are not asking another person. Hatumuombi mtu mwingine. Kwenda kwa miungu mingine ni kuchepuka. So to go to other gods is kwenda kwa waganga kienyeji ni kuchepuka. Sio kama watu wanaelewa. To go to other gods is cheating. Biblia kuzini na miungu ni kwenda kuiabudu. Biblically fornicating with gods is going worship other gods. Dhambi ya uzinzi imekibibilia inatafsiriwa kwa maana mbili. The sin of maana ya kwanza ni kuabudu miungu mingine. Mungu anasema watu wanaenda kuabudu miungu mingine, wanazini na hiyo miungu. The Bible says they go and fornicate. Ndio maana watu wanaenda kwa waganga wa kienyeji hawaishi kuona hata wale wazee wanakuja kulala nao. That's why when people they go to witch doctors, even some they go dream these doctors come to sleep with them. Waite waulize. Call them and ask them. Hapo mgasa nalala naona. From there they say, naona yule mwanaume amekuja yule mganga akaja kalala. I say man is coming to sleep me. Naona witch doctor mwingine akaambia nalala na punda kwenye ndoto. Other says I see donkeys come to sleep with me. Maana atakuwa alienda kwa mganga wa Singida. Because he goes, so, punda na Singida. It means maybe he goes to a witch doctor of Singida because Singida and donkeys. But when you understand Jesus is my Lord. Lakini ukielewa kwamba Yesu ni bwana wangu. And I want to put my hair clear. Nina Yesu ni bwana wangu. Nataka nisuke nywele zangu. You go and ask your Lord. You go and ask your Lord. Sasa sio kusuka. But you tell your Lord something is missing in my life. Unamwambia bwana wako kuna kitu hakiko sawa. He feels you. Anakujaza. Something is missing. I'm feeling pain. Nasikia maumivu. He feels you. Anakujaza. I'm feeling sorrow. Nasikia uchungu. He feels you. Anakujaza. Because he is your Lord. Kwa sababu yeye ni bwana wako. But some of you have not accepted him as your Lord. Lakini baadhi ya watu hapa hamjamkubali Yesu. You just you mnachepuka. You are cheating. Yaani unamtaki Yesu lakini unataka vya Yesu. You don't want Jesus but you want things from Jesus. Mimi kuokoka bado lakini niombe nipate kazi. But I want you to pray for me to get a job. That is cheating. Yaani unahitaji huduma ya tendo la ndoa nje ya ndoa. Ndio tafsiri yake. Yaani unahitaji wajibu wa ndoa ufanyiwe ukiwa huko kwenye ndoa. Na mtu ambaye hayuko nawe kwenye ndoa. Of marriage out of marriage. That is cheating. With somebody who's not in marriage. Give dogs. Chakula cha watoto nimpe mbwa. You want me to give the children of dogs. Lakini unasema Yesu ni bwana wangu. But when you say Jesus is my Lord, hata kama nyumbani kuna uchawi unakusubiria. In your home there's a witchcraft that is waiting for you. Ukitoka hapa kabla hujafika umekimbia. When you are going out before you have reached there, that witchcraft Yesu ni bwana wangu. If you say Jesus is my Lord, kuna mtu alimloga huyo mwanaume. Even if there is someone who ukitokea mbele yake, your husband, when you appear before that person, uchawi kila limbwata litayeyuka. Witchcraft will disappear. Kwa sababu Yesu akisha kuwa bwana wako. Because when Jesus is your Lord, sio wewe tena, ni yeye ndani yako. It's not you, it is him in you. Ukitokea ni yeye ametokea. When you appear is the one that has appeared. Yeye amesema. When you say is the one that has said. Ukitembea ni yeye ametembea. When you walk is the one who is walking. Kwa sababu bwana wako. Because he is your Lord. Kwa pamoja. Are we together? If it is not directed, lakini kama haujaongozwa, find that joy. Wapi unapata furaha? You'll be mistaken. Ni makosa. And you'll find it in things that are destroying you. Utajikuta kwenye vitu vinavyokuharibu wewe. You'll find joy in things that are killing you. Utakuta furaha kwenye vitu vinavyokuua. Why did you go to a witch doctor? Kwa nini unakwenda kwa mganga wa kienyeji? Why? Kwa nini? There's something you are looking for. Kuna kitu unakitafuta. If you trace it, that thing, ukitafuta hicho, you will find there is pleasure in it. Utagundua, ukichunguza utagundua kuna raha kwenye hicho kitu unachotafuta. To go to other gods. Ndio maana unaamua kwenda kwa miungu mingine. Just to look for joy. Ili kutafuta furaha. But the joy, lakini furaha is not in man. Haipo kwa wanadamu. There's a man in the Bible. Kuna mtu kwenye Biblia. He did these all things. Alifanya hivi vitu vyote. This man was serious on looking for joy. Huyu mtu alikuwa anamaanisha yuko makini kutafuta furaha. For pleasure. Anatafuta raha. He did everything that he could Alifanya kila ambacho anaweza kukifanya. But he never found joy. Lakini hakupata hiyo raha. He did everything that he could do. Alifanya kila kitu hakupata. He never found joy. Hakupata furaha. This man is called Solomon. Huyu mtu anaitwa Suleiman. Verse 8. Mambo yote yamejaa uchovu usioonekana. Jicho halishibi kuona, wala sikio halikinai kusikia. The eyes never get what? Satisfied. Even the ears never
Hata sikio haliridhiki. Are you listening, people of God? Unasikiliza mtu wa Mungu? That it symbolizes the flesh. Hiyo inawakilisha mwili. It never gets satisfied. Mwili hauridhiki. I want us to, baba mmoja akaja kanisani. Akaniambia straight. And he told me straightly. Akaniambia, mtumishi, uniambie umemfanyaje mke wako? He said, man of God told me, what have you done to my wife? Nikamwambia, kwa nini? I said, why? Akaniambia, mke wangu niliambiwa alikuja kwenye ibada. He said, I have been told that my wife attended to the service. Mke wake yuko hapo. And his wife was there. Akaniambia, nikwambie ukweli, mke wangu nilikuwa simpendi. He told me the truth. Let me tell you the truth. I hated my wife. When I look to her, I feel bad. Siku alipotoka kwenye hiyo ibada. But the day she came from the service, the man was crying uncontrollably. Mwanaume akawa analia, hawezi kujizuia. Akimwangalia mke wake alivyo mzuri. When he looked to her wife, na alivyokuwa na he sees her wife, she's very beautiful. Akamwambia mke wake, naomba. And she told her wife, please, naomba unipeleke kwa mchungaji. Please take me to the pastor. Na mwanamke alikuwa ametupiwa mapepo, kwa hiyo akitokea yeye amevaa zake kauni nzuri. That woman, she was attacked by demons. Akitokea mwanaume anaona kama nini? When she appeared to her husband saw her like a certain wild animal. Unasema ngoja niongeze mapenzi mahaba, niwashe mishumaa hapa hadi hapa. You say let me light candles here, let me increase some loves and having roses, flowers here so that I will attract my husband. Anakuja anakuambia hivi, umetumwa kunichomea nyumba. Then he came and told you want to burn this house. Unachafua, unakuja kuchoma nyumba. You want to burn this house. Ukianguka hapa si watoto wataungua kwa chumbani. If this candle will fall down, this house will be burned. You have watched on social media. You are lighting candle. Umeenda kununua champagne. You have gone bought champagne. Umesema ngoja akija hapa glass tugonge cheers. You have said if he came here, anakuambia mwanamke umeanza ulevi. He said now you have started. Unaambia haina kilevi ushakula kibao. It is none umeanza ulevi. He beats you. Kwa umeamua ukaba wako ulete nyumbani. You have started to drink alcohol. Imeharibika. Wa kutengeneza ni Yesu peke yake. Only one Jesus is the only one that can fix that marriage. Wewe fundishwa mvalie kanga moja, usivae kabisa. You receive teaching to just wear one kanga to attract your husband. Nothing will happen. Hakuna kitu kitatokea. Nothing will happen. Anahitajika Yesu. Takes Jesus. Yes. Jesus. Aliye Bwana. Are you listening? Unasikiliza? Akaniambia nilikuwa namchukia mke wangu. He said I was hating my wife. Nikimwona najisikia vibaya. When I saw her I feel bad. Na nikamwambia ukweli. And I told him the truth. Na kazi nafanya. There's the work that I'm doing. Nikipata hela. When I get money. Nilishapanga na leta mwanamke mwingine namfukuza. He said I planned that if I get money I will take another woman and I will kick lakini this one out. Angalia, aliyekuwa amefungwa ni mwanamke. See, the one who was caged is not husband, it is the wife. Amefungwa ili huyu mwanaume akimwangalia, he was attacked by witchcraft so that when her husband will look to her will see like a waste. Kwa hiyo huyu mwanaume anaweza akaleta mwanamke mwingine, baadaye ukashangaa na kutafuta. That husband can bring another woman in the house. Kama mume wako amekutafuta, aliyekufukuza alikutafuta. Sometimes he will look na sio kwamba ni Yesu aliingilia katikati. When your husband is looking for you, amekumisi tu. Atakufukuza tena. Jesus has intervened. Maybe he has just missed you. Atakufukuza tena. And he will kick you out. Mpaka awe ni Yesu ndo ameingilia. Until you have Jesus. Baadaye atarudi tena atakuona tena wewe ni takataka. After sometimes we'll see you are not good person. Kuna mwingine anasema tatizo la mwanaume, mimi shida yangu ni uzazi. As they say the problem nahitaji mtoto. Is wewe unasema nahitaji mtoto, nahitaji, akili yako inakwambia hivi, ukimzalia huyo mwanaume, your mind is telling that if you give birth to this man, you have won him. Nataka nikwambie utazaa. I want to tell you, yani yote ambayo hapo na shida ya uzazi, hilo tatizo la utasa limeshaharibiwa katika jina la Yesu. Lakini nataka nikwambie ukweli, sio kwa sababu ya mtoto utaweza kutuliza. But I want to tell you it's not because of child that you set your marriage. It is because of Jesus if he is your Lord.